Kwanza walienda huko bunge wakapeleka propaganda na porojo na fitina. Wakaenda huko bunge wakasema katika hii bill iko maneno ya kuweka ushuru kwa mambo ya rent. Sini ya mwananchi. So I want to tell Dr. Bokinan, you get a chance to speak on this matter after. Asante sana mheshimiwa. Ningelipenda kusema hivi mheshimiwa. Unajua sheria zingine tukipitisha, wakati mwingine watu wanapitisha sheria kwa sababu wako katika upande ambao unawafaa. Mheshimiwa Spika, hii sheria ikipita, hii ni nchi ya mtu mle mtu. Hii sheria ikipitishwa itakuwa inadhulumu kila mtu. Kibiashara itadhulumu. Kama utakuwa unafanya biashara itadhulumu mtu. Kisiasa, nyinyi hapa ambao mnashabikia hii, kisiasa itatumiwa wakati ambapo Mheshimiwa Spika, tusishabikie ukiritimba, tusishabikie kwa sababu tunataka kushabikia. Tuangalie sheria ambayo italinda kila mmoja wetu. Sisi hatutakuwa wabunge hapa mpaka milele. Kesho utakuwa raia na itatumiwa dhidi yako Mheshimiwa Spika. Kwa hivyo mambo ya kusema eti KRA ipewe mamlaka na nguvu. KRA tayari inafinya mtu kabisa na kukamua. Ikipewa mamlaka zaidi itaitumia vibaya. Wacha sheria itumiwe vile ambavyo inafaa. Honorable Kaluma. Asante. Honorable Kaluma. Members of Parliament, please, my friends, respect the voters who voted for you. Kizaazaa kilizuka kwenye mazishi ya nduguye gavana wa Kakamega marehemu Silas Barasa katika shule ya Hambondi, eneo bunge la Mumias Mashariki, baada ya mbunge wa eneo hilo Peter Salasia kufurushwa na wafuasi wa aliyekuwa mbunge wa eneo hilo Benjamin Washiali. Vurugu hizo, mtazamaji, zilitokea muda mfupi tu baada ya Salasia kumshambulia mbunge wa eneo hilo Magharibi kwa kupitisha mswada wa kifedha katika bunge la kitaifa, akidai kwamba mswada huo ni wa kuwakandamiza Wakenya, jambo ambalo lilimkera Washiali aliyedai kwamba Salasia ameelekeza kandarasi zote kwa marafiki zake. Wengine waliohudhuria mazishi hayo ni kiongozi wa Roots Party Profesa George Wajakoya na naibu gavana wa Kakamega Ayub Savula. Serikali hii imeweza kusaidia miwa ifufuke, lakini kulikuwa na wakora walikuwa wameanza kuimport sukari. 27,000 metric tons zilikuwa zimeingia. Tukafikiria pamoja na like-minded leaders, tukasema ili tuweze kufungia walaghai wa sukari, tuweze kupandisha ushuru kutoka 7 shillings per kilo ifike 40 shillings per kilo, ili wale walaghai wakose kuleta sukari. Yale mambo ambayo nimeona watoto wa Wanga waanze kulumbana mbele ya wageni, hiyo sio heshima kwa mheshimiwa baraza, na nitasema hivi. 187 MPs hawako bungeni saa ile finance bill inapitishwa. Kazi yao ni kuja kupigia mama kelele kwa matanga. Na finance bill mmeshindwa kuangalia. Kusikiliza 187 MPs. Hatutapenda wajumbe aina hiyo. Na mwananchi ukituma kiongozi mbele lazima afanye kazi. Ati juzi wameenda hapo bunge. Wamepeleka propaganda, wamepeleka uongo, wakaaibishwa na huko bunge wakati waliulizwa hiyo unayosema ni kipengele na mangapi. Wakakosa kujibu. Because ni watu bure sana, watu wako chini. Anyway, sawa, sio leo siku yao, lakini si tutakuja kukutana hapa. Si nyinyi ndio mtasahihisha kazi ya kila mtu. Si kila mtu atapimwa na ile kazi amefanya. Si mimi nitakuja hapa niwaeleze tuone barabara ile nimejenga. Tuone affordable housing ile nimejenga. Tuone masoko ile nimejenga. Tuone hostels ile nimejenga.
tuhakikishe kwamba wale watu tumewapanga na SHA, si kila mtu atapimwa na kazi yake. Mbona hawakufanya hii yote miaka hiyo yote? Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Now, 2 people have been confirmed dead and others injured after a fire broke out overnight at Gikomba Market here in Nairobi. Property worth millions of shillings is reported to have been destroyed, leaving some families homeless. According to residents and traders at the market, decisive action was not taken in time to prevent further destruction during the incident. A cloud of grief witnessed on Sunday at Gikomba Market, overshadowed by this cloud of smoke rising into the sky, revealing the extent of the destruction that had occurred. It's only been 4 months since another fire incident was witnessed at this Gikomba Market. But for these traders, this has been the worst tragedy yet. Hii moto tutajua, hatujui jua shida ni nini moto. Juu Gikomba ikiendelea kuungua, lakini lakini imeungua ya hii ya leo imeungua zaidi. Pesa mingi tunapewa ni ya roni. Hii roni tutalipa na nini? Kwa pesa hii mimi mwenyewe naongea niko na pesa wenyewe roni zaidi ya 20,000. Hiyo pesa nitatoa wapi nilipe? Na stock yenye nilikuwa nayo yote imeungua. The Nairobi City Disaster Management Department has confirmed that 2 people, 1 female and 1 male, died in this incident, while others sustained various injuries. However, traders at the market have expressed their anger, alleging that the fire department was negligent in carrying out its... Mtazamaji, siku ya kupiga kura mswada wa fedha ni kati ya siku muhimu zaidi kwenye kalenda ya bunge la taifa. Fahamu mswada huo baadaye huwa sheria inayoamua kiasi cha ushuru ambao wewe Mkenya utatozwa kwa kipindi cha mwaka mmoja, na hivyo basi inakuhusu moja kwa moja. Ila amini usiamini, kati ya wabunge wote 348 ni wabunge 162 pekee ambao walihudhuria kikao muhimu cha kupiga kura mswada huo, huku maswali sasa yakiibuka kuhusu walipokuwa wabunge wengine 186 wakati wa Kenya walikuwa wanawasubiri kuona hatma ya mswada huo. Tumpate mwanahabari wetu David Mudhoka, pengine anajibu lako. The ayes, electronic vote 103, manual vote 19, total 122. The nays, electronic vote 36, manual vote 4, total 40. Ndivyo kulivyokwenda Alhamisi usiku, na kutokana na kura hiyo mswada wa fedha wa mwaka huu ukapita kiunzi cha bunge, sasa ukisubiri Rais William Ruto kutia saini kuwa sheria. But let me finally thank the people of Kenya because they have been patient with us. They have allowed us to go through the motions of legislation or the legislative process without the interruptions we have seen in the past. And they can now bear us witness and trust us and trust the process that you will be listened to. Kando na swali ikiwa mswada huo ni mzuri au mbaya kwa mwananchi wa kawaida, swali lingine limejitokeza kufuatia matokeo na matukio ya hapo jana. Ikiwa ni wabunge 162 pekee walishiriki kura ya mswada huo wa fedha, je, wenzao 186 walikuwa wapi? Kulingana na takwimu za Spika Moses Wetangula, wabunge 102 waliunga mkono mswada, huku 40 wakiupinga, na kufikisha idadi ya wabunge walioshiriki zoezi hilo muhimu hadi 162. Kwa kawaida, bunge nzima linafaa kuwa na wabunge 349, ila kwa sasa wanafaa kuwa 348 kufuatia kifo cha aliyekuwa mbunge wa Ol-Kalou David Njuguna Kiaraho. Ukitoa 162 waliokuwa jana, utasalia na wabunge 186 waliokosa kuhudhuria kikao cha kupigia kura mswada wa fedha wa mwaka huu, idadi ambayo ni zaidi ya nusu ya wabunge wote nchini. Ni idadi inayokinzana kabisa na idadi ya takriban miaka 2 iliyopita, wakati bunge la kitaifa lilipoidhinisha kutimuliwa afisini kwa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua.
Wakati huo wabunge 326 walihudhuria kikao cha kuamua hatma ya Gachagua, na kati yao 281 waliunga mkono hoja ya kumtimua Gachagua, 44 walipinga hoja hiyo, huku mmoja pekee akikosa kuunga mkono upande wowote. To me, an MP who decides not to vote is as bad as the one who's decided to vote yes. Because we voted them in to represent us. And part of representing us is not making noise. It's not yapping. And it's not trying to lecture us. It is making a decision. Miongoni mwa wabunge ambao jana walikosekana kwa sababu mbalimbali wakati wa Kenya walikuwa wakiwahitaji zaidi ni akiwemo mbunge wa Kapseret Oscar Sudi, mbunge wa Maragua Mary wa Maua, mbunge wa Ndia George Kariuki, mwakilishi wa kike katika kaunti ya Kisii Doris Donya, pamoja na Kareke Mbiuki kutoka Mara. Wengine ni pamoja na mbunge maalum Sabina Chege, mbunge wa Tinderet na mwenyekiti wa kamati ya bunge kuhusu elimu Julius Meli, mbunge wa Thika mjini na mwenyekiti wa kamati ya bunge kuhusu ulinzi wa kijamii Alice Ng'ang'a, Didmas Barasa kutoka Kimilili, pamoja na mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro. Kenyans earning below 30,000 shillings deserve a reprieve, Honorable Speaker, and especially in a situation where their pockets are raided from every direction. Nyoro amekuwa kwenye mstari wa mbele kupinga mswada huo, na huku maswali yakiibuka ya iweje akosekane kwenye kipindi cha Lala Salama, NTV imebaini kuwa alikuwa nje ya nchi tangu Jumatano usiku. Unless you had legitimate reasons to not attend the session yesterday, there is no reason. There is no other reason. There is no other justification as to why you decided not to vote yesterday and not to show up in parliament. Akizungumza kuhusu matukio haya, aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua amesema ni kinukuu, historia itawakumbuka wabunge 40 ambao Alhamisi walisimama upande wa wananchi. Kwa wale waliopiga kura ya ndio, pamoja na wale waliojisitiri na kutohudhuria wakati ambao mchango wao ulihitajika zaidi, nina hakika kwamba William Ruto amefurahishwa sana nanyi na atawazawadi kwa ukarimu mkubwa. Sasa mwanaharakati James Mulamba amependekeza hatua mbili ili kuhakikisha kuwa wabunge hawasusi vikao muhimu na vinavyomhusu Mkenya wa kawaida moja kwa moja. Hatua ya kwanza ni ya kikatiba. For any other bill, consequential bill like the amendment of the constitution, you need at least 1/3 of the members of National Assembly. But for bills like the finance bill, which are not considered consequential in our constitution, and that needs to change, by the way, the threshold and the quorum is at 50 MPs. Hatua ya pili aliyopendekeza ni kwenye debe. Ni kama ile kesi ya, was it pilot washed his hands? By the way, that was the highest form of cowardice. As an MP, as a leader, as a representative, it is incumbent on you to make a decision on it matters most. You cannot abstain, you cannot walk away. You are as guilty as the one who voted yes. You are as guilty as the one who decided to vote against the people and vote for a bill that only favors the executive and the government of the day. So, in my opinion, I think they should be sent home. David Muthoka, NTV, Nairobi.